Amen. Kwa hiyo tunataka kuwa wanafunzi wa Yesu. Ukishindwa kuwa mwanafunzi wa Yesu, hauwezi ukaambatana na Kristo. Utaambatana na mchungaji, utaambatana na askofu, utaambatana na walimu, utaambatana na mitume, utaambatana na manabii, lakini hautaweza kuambatana na Yesu. Ukishindwa kuwa mwanafunzi wa Yesu, hautaweza kuambatana na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utakuwa unaambatana na watu, ila Yesu hautaambatana naye, kwa sababu wewe si mwanafunzi wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo utakuwa tunatazama kuwa mwanafunzi wa Yesu. Kuna watu wakizaliwa mara ya pili, wanapookoka, wanapokubali kwamba Yesu awe Bwana Mwokozi wa maisha yao, hapo hapo wanageuka kinyume, wanakuwa wabaya kuliko mwanzo. Hawataki tena kuwa wanafunzi wa nani? Wa Yesu. Tayari wanakuwa na viburi, wanakuwa na ukaidi, wanasema mimi najua, mimi najua. Ukimwambia hili anakwambia hata mimi naelewa hili. Ukimwambia hili anasema na mimi najua hili. Kwa hiyo unakuta badala wao wanyenyekevu ndani ya mioyo yao, wanageuka kuwa wenye viburi na ukaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo sisi tunataka, Mungu anatutaka sisi, tunasikia maneno haya, tuwe wanafunzi wa Yesu. Tuwe wanafunzi wa Yesu, sio wa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo mpendwa, ili uwe mwanafunzi wa Yesu, lazima kuna mambo lazima uambatane nayo. Hayo mambo usipoambatana nayo, hawezi kuwa mwanafunzi wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yohana alikuwa na wanafunzi wake. Mafarisayo walikuwa na wanafunzi wao. Maherodi walikuwa na wanafunzi wao. Wakuu makuhani walikuwa na wanafunzi wao. Yesu alikuwa na wanafunzi wake. Wakamfuata wakamuuliza, mbona wanafunzi wa Mafarisayo na wanafunzi wa Yohana wanafunga? Mbona wanafunzi wako hawafungi? Kumbe walikuwepo wanafunzi wa Mafarisayo na wanafunzi wa Yesu. Kwa hiyo kila wanafunzi walikuwa wanamfuata na kumtii mwalimu wao. Kwa hiyo wakamwambia, mbona wanafunzi wa Yohana wanafunga, wa Yesu hawafungi? Kwa sababu gani? Wa Yesu hawakutangaziwa kufunga, wa Mafarisayo ndio wametangaza kufunga. Inabidi wanafunzi wa Mafarisayo ndio wafunge. Yohana ametangazia wanafunzi wake kufanyaje? Kufunga. Inabidi wanafunzi wake ndio wafunge. Yesu hajawatangazia wanafunzi wake kufanyaje? Kufunga. Amewaambia wale, inabidi wafanyeje? Wale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ukitaka kuwa mwanafunzi wa Yesu, lazima kuna vitu uvifuate. Kuna namna uambatane naye. Anasema, kondoo wangu wanaisikia sauti yangu. Nao wananijua, nami nawajua, nao wananifuata. Kwa hiyo ndio dalili moja inaweza kukuonesha kwamba wewe ni mwanafunzi wa nani. Unaisikia sauti, unaijua, unaifuata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa sisi tusioangalia masikioni mwako unasikia nini, sisi tusiojua moyoni mwako unaamini nini, tukitaka kujua masikioni mwako unasikia nini, tukitaka kujua moyoni mwako unaamini nini, tutakuangalia unachokifanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hicho unachokifanya kitatupa majibu kwamba wewe unayemfuata ni huyo mwenye hicho unachokifanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kuna watu wameokoka, wanasema wameokoka, lakini mwenendo wao, tuko sawa? Amen. Tabia zao, misimamo wanayoitangaza kwamba wao wana misimamo yao inakuja kuiweka kwenye Biblia, tunaikuta haipo. Tunasema sasa hichi wanachofuata na hii misimamo ya itikadi zao walionayo, tunagundua kwamba sio ya nani? Sio ya Yesu. Sio ya nani? Ya Yesu. Inabidi tuwaulize, sasa ninyi ni wanafunzi wa nani?
kwa sababu mwalimu wenu ameagiza hivi. Nyie mbona mnafanya kinyume chake? Halafu kwenye vinywa mnasema ni wanafunzi wake. Amen. Akasema, kwa nini mwaniita Bwana Bwana? Kwa nini mwaniita Bwana Bwana, lakini hamyafanyi nisemayo? Anamwambia ni kwa sababu neno langu halimo ndani yenu. Maana yake mafundisho yangu hayamo ndani yenu, ila jina langu mnalitaja, lakini mafundisho yangu hayamo ndani. Ndio maana mnaniita Bwana, ila mnachokifanya kinyume cha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kwa hiyo wewe unayenisikiliza, lazima utambue ya kwamba kama kweli unasema unampenda Yesu, kama kweli unasema unamwamini Yesu, huna budi uwe mwanafunzi wa nani? Wa Yesu. Lazima ukubali kuwa mwanafunzi wa nani? Wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Katika Mathayo 11 ule mstari wa 29 anasema maneno yafuatayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika Mathayo 11 na mstari wa 29 anasema, jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Kwa hiyo tukikuona wewe mzigo wako, mzigo wa Yesu wewe unaona ni mzigo mzito, tunajua wewe bado ndani yako hujafanyika kuwa mwanafunzi wa nani? Wa Yesu. Kwa sababu anasema nira yake ni laini na mzigo wake ni mwepesi. Kwa hiyo ukisema kukesha ni vigumu, kukesha ni vigumu, kukesha ni kazi ngumu, kukesha ni kazi ngumu, wewe unasubiri kukesha mwaka mpya na Christmas, ujue wewe hujafanyika kuwa mwanafunzi wa nani? Wa Yesu. Maana unaiona sasa mzigo ni nini? Ni mgumu. Unaambiwa kufunga, wewe unasubiri uje ufunge kwa lazima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unasubiri uje ufunge kwa lazima na ajili ya kujiibaiba, huku kilalamika vidonda vya tumbo vinauma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bado ukiambiwa ufunge usile usiku na mchana, unaona mzigo ni mgumu, ujue wewe bado hujafanyika kuwa mwanafunzi wa nani? Wa Yesu. Maana amesema jifunzeni kwangu mjitie nira yangu. Maana yake haitajiki mtu akutie nira, haitajiki mtu akufosi. Ni jambo la hiari yako. Kama ukishafanyika kuwa mwanafunzi, ni jambo la hiari yako kujitia, kujiingiza kifungoni. Ni hiari yako. Tukiona ni vigumu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tulishawahi kuona mbuzi na kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kondoo anaweza hata kumweka mbele yako kaenda, si ndio? Amen. Au kondoo ukimfunga kamba ukamkokota hivi, wala hakusumbui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ila mbuzi umfunge kamba, hata kama umefunga kamba bado atakubali shingo liume. Anagombana ile nila njiano, nafunga breki zote, yani utakokota utapiga, yani hata upige fimbo bado utamfikisha na kuenda akiwa hataki. Kwa hiyo ndivyo mlokole ambaye anajidanganya nafsi yake, ndani hana Kristo, ndani hajafanyika kuwa mwanafunzi. Mtagogolana kila siku, mtavutana kila jambo mpaka mvutane, kwenda kanisani mvutane, kusoma neno mpaka mkoromee, yani kila kitu mpaka umfosi, ndipo atakifanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hana ile nila nyepesi ndani yake. Lazima mfunge minyororo mpeleke ndio aende. Lazima umkokote, mfosi, mwambie lazima iwe hivi. Ukiona unalazimishwa, ukiona unaambiwa hivi kwa upole, hutaki kusikia mpaka upitie kipigo, ndipo uelewe, ujue wewe bado hujafanyika kuwa mwanafunzi wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Sasa tunapotaka kuwa wanafunzi wa Yesu, Bwana Yesu asifiwe, ameshatupa utambuzi katika neno hili. Hauwezi ukawa na raha na msilimu wako kama sio mwanafunzi wa Yesu. Kila injili utakayoisikia itakutupa wapi? Nje. Utaenda kwenye injili, hata uende kwenye injili ya mpagani akihubiri, itakutupa wapi? Nje. Kwa sababu atasoma yaliyoko wapi? Ndani ya Biblia. Akishayasoma na wewe, kwa sababu sio mwanafunzi wa hayo, lazima yakukatae.
Bwana Yesu asifiwe. Sasa jitie nila yake, jifunge kabisa, ujifunze kwake ili uwe mwanafunzi wa nani? Wa Yesu. Hatuna kielezo kingine, hatuna ishara nyingine ila itokayo kwa nani? Kwa Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna watu wameokoka ila wamekataa kuwa wanafunzi. Wamekataa kabisa. Yaani wameokoka na wanakiri tuna wokovu na wanakiri ni naye Bwana, lakini wamegoma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mpendwa, ukitaka kuwa mwanafunzi wa Yesu, sharti kwanza ndani mwako uwe na utayari wa kutii. Hilo ni sharti la kwanza kabisa. Yaani kabla hujaenda kwa Yesu, anza kujaji na nafsi yako, si ndio? Je, niko tayari kutii? Niko tayari kuambatana naye? Usiende ukiwa huku unasema ngoja ni bipu. Usiende ukiwa unasema ngoja ni jaribu. Usiokoke ukiwa unatafuta kwamba ngoja nione kama na mimi nitabarikiwa. Hapana. Hakuna kujaribu. Nenda ukiwa uko tayari kwamba lolote atakalo niambia Yesu, lolote atakalo lisema Kristo katika maisha yangu, niko tayari kulifanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hilo ndio jambo la kwanza litakalofanya wewe uwe nani? Mwanafunzi wa Yesu. Kama haupo hivyo ndani ya moyo wako, mpendwa, Yesu utakuwa msikia kwenye redio, utakuwa nasikia shuhuda kwa watu, na shetani atakudanadana, ili hali huko nasema wewe nimeokoka, nampenda Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Utakuwa unasema na mimi kwa kweli nampenda Yesu, usiku na wangiwa. Utakuwa unasema na mimi nimeokoka, usiku na watu nakula nyama za watu, yani na wewe umeokoka. Lakini wachawi wanasema hakuna cha kuokoka hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yale yote ambayo wapagani yanawatesa, utakutana na wewe yanafanyaje? Yanakutesa. Mawazo mabaya yanakutesa, ndoto chafu zinakutesa, uzinzi katika ndoto vinakutesa, ukahaba katika ndoto vinakutesa, unakimbizwa na majoka vinakutesa. Unasema sasa mbona mimi nimeokoka? Ni kwa sababu umeingia kwenye wokovu ili hali hauna utayari wa kutii. Hauna utayari wa kusema lolote atakalosema nami Bwana, hilo nitalifanya, hata kama sijajua ananiambia kitu gani, ila mimi kwa kuwa nimempa Yesu maisha yangu, niko tayari kwa lolote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Utaanza kuiona raha na nafsi yako inafanya inatawala. Kwamba mwanangu sasa uko tayari, maana yake akiniambia lolote mimi nitatii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Katika kitabu kile cha Yohana sura ya 8, Yohana sura ya 8 mstari wa 31, utaona tukio la ajabu sana. Utaona ili tukio linafanana na walokole wa sasa. Na kama tungewakusanya wote tukawaweka kwenye kikiango, tukawapa kipimo hichi alichokiweka Yesu, tutawakuta wengi hawapo katika wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Tutawakuta wengi wanaenda kanisani kwa sababu tu waonekane na wao ni wanadini. Wengi wanaenda kanisani kwa sababu waonekane na wao wameenda kanisani, lakini ukweli hawana huo utayari wa kumtii Kristo. Hawako tayari kuzivaa vazi la Kristo wawe wanafunzi. Hawako tayari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika Yohana sura ya 8 mstari wa 31 anasema, basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Hawa ni watu ambao wamemwamini, anasema akasema nao wale waliofanyaje? Wale waliomwamini. Hapa Yesu alikuwa ametoka kuhubiri kwenye sinagogi, wanamsikiliza watu wengi, baadhi ya wale watu wa Mafarisayo wakamwamini. Walivyomwamini, anawaambia sasa wale waliomwamini